Stori inaanza ikimwonyesha mtu anafanya mazoezi. Huyu anayefanya mazoezi ndo hii stori inamuhusu yeye. Jina lake anaitwa Yuda. Yuda alikuwa anamalizia mazoezi yake ya mwisho ili aondoke nyumbani kwenda kujitafutia maisha. Kwa kawaida kwenye jamii yao, kijana akitimiza umri wa miaka fulani ataruhusiwa kwenda kujitafutia maisha sehemu nyingine tofauti na anapoishi. Baada ya mazoezi makali, Yuda anaenda nyumbani kupata chakula cha mwisho na familia yake akiwa na mama yake na kaka yake. Baada ya hapo, mama anamfuata na kumwambia kuwa, mwanangu, kesho najua unaondoka kule utakakoenda uishi maisha safi na nakutakia uwe na maisha bora. Ila inaonekana mama hapendi mwanaye aende huko anakotaka kwenda, na Yuda yeye anataka kwenda Jakarta kwenda kutafuta maisha. Siku hiyo usiku alienda kuagana na masta wake kwa kupasha kidogo. Alikuwa anapasha na masta wake. Masta alikuwa akimwangalia, je, Yuda kaiva au bado? Kama hajaiva basi inabidi asiende huko anakotaka kwenda, lakini mwalimu alithibitisha kuwa Yuda sasa hivi ipo vizuri, kwa hiyo huko anakoenda anamtakia awe na maisha bora. Tulipokucha asubuhi, Yuda alikuwa akimwaga mama yake. Mama alimpa cheni ambayo alikuwa ni marehemu baba yake Yuda na kumwambia kuwa hiyo itakulinda, baba yako ilimlinda alipoenda mjini. Mama anamkumbatia mwanaye cha mwisho, kisha mwamba wa kuitwa Yuda anaanza safari mdogo mdogo akimwaga mama yake. Anafika kwenye basi. Ndani ya basi kulikuwa na mwamba alimtazama sana kipindi anaingia kwenye basi. Safari ilianza ya kuelekea mjini. Usiku huyo jamaa alimfuata na kumwambia kuwa naweza kukaa hapo. Yuda alimuhusu na kukaa. Walianza kupiga stori za hapa na pale. Yuda alimwambia Eric kuwa mimi naenda Jakarta kule, naenda kufundisha mchezo wa silat. Kwa mchezo wa silat ni mchezo wa ngumi kwa kule Indonesia. Eric alimwambia kwamba mimi ni mzoefu na kwa kitu unachokitaka wewe kukifanya sidhani kama utafanikiwa. Jakarta kule maisha ni magumu sana, sio mepesi kama unavyofikiria wewe, lakini usikate tamaa, hiko ndo cha muhimu. Eric alimwambia maisha yanavyoenda huko anakoenda, maana Yuda ndo mara yake ya kwanza anaenda mjini. Walifika mjini wakiwa wamekuwa kama ndugu, waliagana, kila mtu akaenda na shida zake. Yuda alikuwa na karatasi alipewa na ndugu yake kwamba akifika mjini aitafute hiyo sehemu aweze kupata sehemu ya kuishi kwa muda akiwa anajitafuta. Lakini sasa kwa bahati mbaya, sehemu alioandikiwa alikuta nyumba imebomolewa. Hakukata tamaa, alisogea kwenye simu ya kulipia akaweka coin akapiga, lakini alivyopiga mara ya kwanza ikasema kwamba namba unapiga haipo. Akajaribu mara pili, pia akasema vile vile namba unapiga haipo. Kwa hiyo Yuda akawa hana msaada wowote pale town, na ukizingatia town pale ni mgeni. Alichokiamua, hakutaka kuishi kinyonge, aliangalia sehemu gani anaweza kwenda kukaa na kulala usiku ule. Aliona kuna sehemu moja, basi Yuda akawa amepata sehemu ya kulala. Kwa hiyo siku akalala. Kesho yake palipokucha akaenda kwenye mgahawa kupata chakula cha asubuhi. Akiwa pale anasubiri chakula chake, aliona kuna mkono pale unachukua chakula mezani. Huyu dogo anachukua chakula, anaitwa Aditi. Yule muuzaji alipomwona Aditi anamwambia kwa, wewe mtoto, acha ujinga, umerudi tena? Dogo akakimbia. Muuzaji akaendelea kupiga stori na mambo kuita Yuda kwamba madogo siku hizi umekuwa wengi sana na unaiba sana. Yuda anamwambia kwamba ni kwa sababu haona msaada wowote, ukiona hivyo inabidi wasaidie. Yuda akawa ameweza kula chakula chake, akamuuliza jamaa ndio shilingi ngapi. Mwamba akamtajia ni shilingi ngapi. Sasa alipangalia kwenye waleti yake, aliona dogo wa kuitwa Aditi kashika waleti yake. Alipotaka kuishika, dogo akaanza kukimbia. Yuda ikabidi aanze kumkimbiza yule dogo na kumwambia muuzaji kuwa nitakuja nikulipe. Yuda alimkimbiza yule dogo, akumwacha, ukizingatia ndo hela alionayo ile iliyopo kwenye wallet, hana hela nyingine. Na kwanza dogo wa kuitwa Aditi hiyo siku alijiona kuwa ana bahati mbaya, maana angekuwa ni mtu mwingine angekuwa shamwacha, lakini jamaa alimkimbiza mpaka akampata. Alipompata, Yuda akamwambia kwamba wewe dogo, nipe wallet yangu. Dogo akamwambia kuwa unaonaje tugawane 50 kwa 50? Wewe dogo una akili kweli, wallet ni yangu alafu nataka tugawane hela. Dogo akamwambia basi 70 kwa 30. Yuda akamwambia acha ujinga wewe dogo, nipe wallet yangu. Yuda akakagua kwenye wallet yake kuona kama ameibiwa hela yoyote, lakini alikuta hela zake zipo. Ikiwa anataka kuondoka, ghafla kuna mtu anafungua geti. Ikiwa anamtukana mwanamke. Huyu jamaa anaitwa Jioni, huyu mlembo anaitwa Asri. Asri alikuwa analalamika kwamba Mwamba kachukua hela zake, na wakati alishasema kuwa hela atakazocheza kwenye jukwaa ni pesa za kwake, haziendi
mfukoni kwake, lakini John anamwambia kuwa acha ujinga wewe mwanamke, mimi ndo nimekuleta hapa, kwa hiyo usinipangie nini cha kufanya. Sasa yule Astrid ni dada yake Aditi. Aditi alipoona kuwa dada yake anatukanwa na kupigwa hakuweza kuvumilia, alisogea akiwa na fimbo mkononi akataka kumpiga, lakini yule jamaa alikuwa na nguvu kuliko yeye, kwa hiyo alishika na kumpiga Aditi akaanguka chini, kisha akaendelea kumwonea yule mwanamke. Sasa lile swala Yuda aliona, na kwa upande wake Yuda hajafundishwa kabisa kumwona mwanamke akionewa. Alisogea na kumwambia mwamba kuwa oa, naomba mwache aondoke. Johnny akamwambia kuwa we ni nani mpaka unaniambia hivyo? Yuda akamshika mkono na kumtoa pale. Yuda akaendelea kujizuia akitaka kumpiga mshikaji, lakini mwamba alimkunja kulia kushoto, alimkunja huku na huko, akawa amemtuliza. Baada ya kutoa msaada Yuda, John alisogea kwa Astrid na kumwambia kuwa Astrid, baada ya kukuajiri ndo unanilipa hivi, si ndio? Tutaona nani atakuajiri. John akaingia kwenye ile klabu, lawama zote akampelekea Yuda kwa kumwambia kuwa ukupaswa kuingilia, hata kama nikipigwa kiasi gani ungeniacha, wewe huyajui maisha yangu vizuri. Lakini Yuda alimwambia kuwa huyo ndugu yako kanibia wallet yangu, nilikuwa nimesimama pale, sikuweza kuvumilia bana kuona unaonewa. Kwa hasira dada anamchukua mdogo wake na kuondoka naye. Aditi alimwambia kwamba tusiondoke tukamwache mwamba, huyu mwamba ndo msaada wetu mkubwa. Siku ile ilisha vile, mwamba akarudi kulala kule kwenye geto lake. Siku inayofuata tunaonyeshwa tajiri yake John anamlalamikia John kwa kumletea wanawake 4, na wakati huo yeye aliomba wanawake 5. Kwa hiyo sasa alimwambia John kuwa kama akimleta huyu mmoja akamiliki 5 basi ndio ataweza kumlipa. Kwa hiyo John akaachiwa kazi kumtafuta mwanamke mmoja, na moja kwa moja John alijua kuwa mwanamke wa haraka haraka atakayempata ni Astrid. Aliongea na wana akamwambia kuwa tuende tukamchukue Astrid. Astrid na yeye huko anaenda kwa rafiki yake, rafiki anaanza kugonga, lakini jirani anajitokeza kumwambia kuwa rafiki yako hayupo hapa, kachukuliwa na jamaa fulani hivi kavaa shati na suruali nyeupe. Pale pale inasikika sauti inasema kuwa mimi ndo nimemchukua, unasemaje? Kisha na Astrid na yeye alichukuliwa. Tukitoka kule tunaonyesha upande wa pili. Leo Yuda anakuja kwenye simu ya kulipia, anaweka coin, anampigia simu mama yake wa nyumbani. Mama anafurahi sana kuongea na mwanaye, maana toka afike alikuwa hajampigia mama. Kwa hiyo mama alifurahi sana mwanaye kampigia, lakini akiwa pale Yuda anamuona yule John anafungua pokutia gari, anamtoa mwanamke ambaye ni Astrid alomsaidia muda ule, na inavyoonekana Astrid hataki kuchukuliwa, wanamlazimisha. Alipofika mbele Astrid, John alianza kumwambia kuwa wewe utaniingizia hela nyingi sana. Astrid alimpiga kwenye kiwanda, hasira za John ziliwaka, akaambia washikazi zake kuwa hebu mshikeni vizuri, huyo ananipigaje mimi? Basi John akawa anajiandaa kumpiga mwanamke. Kumpiga mwanamke ni kosa mbele ya Yuda. Alipomchapa Yuda alimwambia mama yake kuwa ngoja kwanza, kuna kitu sikielewi hapa. Akasogea. John anamfahamu huyo, kwa hiyo aliwaagiza vijana wake wamshughulikie, lakini huyo hapigiki. Aliwagusa kwanza vijana, akawagusa, aliwachapa, akawachapa tena chapa, lakini walimutia moja, wakamchapa akaanguka chini. Kisha John akasogea na kuanza kumfaidi, maana kumbuka alimpiga sana muda ule, alimchapa kisha akaondoka na yule mwanamke wa kuitwa Astrid. Yuda akaachwa amelala pale chini, lakini Yuda hawezi kukubali kushindwa hata kidogo. Alinyanyuka akasogea kwenye mlango, akafungua ule mlango, akaingia ndani. Alipofika ule ndani alianza kuwachapa. Yeye haulizwi story, yeye anayemtaka ni Astrid. Aliwachapa sana, akaingia na mlango wa yule mzungu ambapo ndipo Astrid alikuwepo, kisha akaanza kuwachapa moja baada ya mwingine kwa wale wazungu. Baada ya kugawa dozi akaondoka na Astrid akakimbia naye. Ile tajiri mzungu alivurugwa na kuambia kuwa mtafuteni yule mwamba wa kuitwa Yuda, mumlete hapa na yule mwanamke, na wataka wote, nitatumia pesa yoyote ili mradi yule jamaa na yule mwanamke waje. Alipotoka pale moja kwa moja Astrid alitaka kwenda kumchukua ndugu yake waondoke eneo lile, lakini ghafla anatokea mtu na kumchukua Aditi. Yuda alianza kumkimbiza yule jamaa, anafika mbele anakutana nao akiwa wengi. Yuda anaanza kuwachapa kama kaida yake, ni kuwachapa tu, hamna kurumia mtu, anatandika. Yuda kaingilia kesi ambayo sio ya kwake, lakini amefanya kwa ya kwake. Huyo ndo bwana Yuda. Baada ya kumaliza kuwachapa wakaondoka. Sasa yule mwanamke hakupaswa tena kwenda nyumbani, kwa sababu kama angeenda nyumbani wangekuja na kumkamata. Yuda alichoamua ni kumpeleka kwenye geto lake kule, akale kule na ndugu yake, atakuwa salama. Yuda alitaka kujua kwa nini yule mwanamke anafanya kazi pale
pale na umri wake ukiangalia ni mdogo. Astrid alimwambia kwamba wazazi wetu walituacha kwa sababu kwenye familia yetu tulikuwa wengi. Kwa hiyo siku moja tuliamka asubuhi tukakuta dada zetu wawili na kaka yetu mmoja hayupo, sisi tukawa tumeachwa. Tumeishi kwa kuteseka sana, ila huwa napambana ndugu yangu asikose kula, na ndio mtu ananifanya nizidi kupambana kila siku. Stori ile ilimuuma sana bwana Yuda. Maisha ya mjini ni tofauti na wao kule kijijini. Kijijini wanakula vya kulima, ila huko kila kitu kinauzwa, ndio tofauti ile. Na Astrid alimwambia Yuda kuwa yeye sio malaya, bali kazi yake yeye pale klabu ni kucheza tu, analipwa hela yake. Kwa hiyo asimfikirie vibaya na asimwone kuwa mwanamke mbaya, yeye kazi yake ni kucheza tu. Basi Yuda alimwambia kuwa mimi naenda kulala, nyinyi laleni hapa, tutaonana kesho. Upande wa mzungu, jioni alimletea vijana, akamwambia kuwa hawa vijana ni vijana bora sana, kwa hiyo huyo jamaa kuitwa Yuda watamleta kwa muda mfupi sana. Mzungu alimwambia kuwa usipoteze muda, mimi namtaka yule jamaa na yule mwanamke waletwe hapa. Na kati ya wale watu aliowaleta jioni alikuwepo rafiki yake Yuda anayeitwa Eric, walikutana naye kwenye basi. Palipokuja, Astrid alimwambia kuwa Yuda, kuna hela zangu kule nyumbani inabidi nizipate, maana nimezitoa kwa shida sana, siwezi nikaziacha ziende hivi hivi. Yuda akamwambia kuwa basi kaa hapa hivi na ndugu yako mnisubiri mimi niende nikachukue zile hela, maana wewe hauwezi kwenda kuzichukua, utakamatwa na wale watu. Yuda anafika kwa weziwezi, anachukua sehemu anaelekezwa zile hela, lakini akiwa anatoka kuna mtu anafungua mlango na kumwona. Yuda alimchapa na kuanza kuondoka. Watu walikuwa ni wengi wanaomtaka yeye, walianza kumkimbiza huku na huku. Ghafla kuna jirani mmoja mpuzi hapa anasema kuwa wengine wako huku, njooni huku. Kina Astrid nao wakaanza kukimbizwa na watu huku, kwa hiyo ukawa ni mchaka kwa Yuda na kwa Astrid. Astrid alifika na ndugu yake akamfungia na bati hapa, akimwambia kuwa weka hapa, afu mimi natafuta sehemu nyingine kujificha, usiondoke mpaka nije. Alimwaga ndugu yake. Sasa akiwa anaondoka pale kwa kukimbia, anapigwa kofi na kuanguka chini. Lile kofi alimfanya azimii, na alikuwa anamwangalia ndugu yake akiwa anataka kutoka pale. Alimwambia kwa ishara ya mdomo kuwa kaa kimya. Sasa Astrid alitekwa tayari, aliyebaki ni Yuda. Yuda mchaka unaendelea, alifika juu ya nyumba akaruka upande pili. Jamaa mmoja naye akataka kuruka, alichukua fimbo na kumzuia juu kwa juu, jamaa akaanguka chini. Haikuishia hapo, washikaji walikuwa na force kuja. Yuda alikuwa anapigana nao wengine, alikuwa na wachapa kama kawaida yake, hataki kushindwa. Yeye kazi yake ni moja, ni kumsaidia mtu mwenye uhitaji. Astrid alikuwa na uhitaji, ndio wana akamsaidia, kwa hiyo hawa lazima wachape. Alipomaliza kuwachapa akasogea kwenye bahati pale kutaka kuruka, lakini ghafla mtu mwenye pikipiki anaingia na kumgonga, anaanguka chini, anasimama. Ile pikipiki anaanza kumkimbiza akiwa na pikipiki yake vile vile. Yule anakimbia huku na huku, jamaa yupo nyuma, hataki kumwacha. Alipofika mbele alimwona jamaa na taulo, akaona alishika ile taulo, alijua kuwa jamaa ataing'ang'ania lazima. Akawa amefanikiwa kumwangusha yule aliyekuwa anaendesha pikipiki chini, aliumia. Yuda alifanikiwa kuwatoka wale watu baya, akaenda sehemu alomwacha Astrid na ndugu yake Aditi. Aliita Astrid, Aditi mko wapi? Aditi aliitikia sehemu alikuwa amejificha. Aliposogea Yuda, Aditi akamwambia kwamba dada wamemchukua. Yuda alichoamua kumwambia Aditi kuwa wewe, nakuomba ukae hapa mpaka tutakapokuja nikiwa na dada yako, usiondoke mpaka nije. Kwa Yuda alichoamua ni kwenda kumwokoa Astrid. Moja kwa moja alijua mtu anayejua Astrid kwa wapi ni yule John. Kwa hiyo kwenye ofisi yake kama kawaida alifika na kuanza kuchapa walinzi wote, hakuna mlinzi aliyebaki. Kisha akasogea kwa John na kuanza kumhoji kuwa yule mwanamke yuko wapi, umempeleka wapi? John alimwambia sehemu alompeleka. Yuda moja kwa moja alitoka pale na kwenda sehemu alotajiwa. Kwa wiziwizi akiwa anaingia alikutana na wale vijana wengine, akaanza kuwachapa. Yani kila anapoenda yeye lazima wachape watu na hawasikii wengine, wanakuja tu, lakini mwamba ni anawachapa. Alikuwa anawachapa sana mwamba akiwa anaelekea kwa Astrid. Huku upande wa pili tunaonyesha yule mzungu anavaa, huku Astrid akiwa amelala. Kwa hiyo inamaanisha kuwa yule mzungu kambaka yule mwanamke. Inauma kiasi gani? Astrid aliduaa tu, hana cha kufanya, atafanya nini? Ndio ishatokea tena. Huku Yuda yeye kazi yake ni moja, anawachapa, anataka kumwokoa Astrid kwa njia yoyote ile. Baada ya kumaliza kuwachapa akaingia kwenye lifti. Akiwa kwenye lifti mle anaingia rafiki yake wa kuitwa Eric. Eric alimuuliza kuwa wewe ndio mwamba tunayekutafuta muda wote huu, kumbe ni wewe. Eric alimwambia kuwa rafiki yangu, samahani, mimi nalipwa, ndo kazi yangu. Kilianza kumana mle kwenye lifti, kikaanza kupigwa kati ya marafiki wawili, wote wanajua nani ambaye anajua zaidi. Ndio hapo
utaona Yuda alimchapa yule Eric, akamchapa tena, akasogea akamchapa, akiwa anataka kumalizia. Rafiki yake anamwambia kuwa nipige tu niue nimalize, lakini Yuda alimwambia kwamba mimi siko kama wewe, mimi bado na utu kwenye roho yangu. Alimsamehe, lakini lift ilipofunguka, Yuda akiwa pembeni, yule Eric aliona watu wameshika bastola wakaanza kupiga mle kwenye lifti. Eric alikaa mbele na kupiga risasi zote zile zilizoweza kuja mle ndani, akimzuia Yuda asipigwe na risasi. Eric anakufa kishujaa. Wale washikaji aliwasogea na kuwashika, ndipo Yuda akapata nafasi ya kuja kuwachapa. Aliwachapa wale walinzi wote walopiga risasi. Baada ya kumaliza kuwachapa, alimwangalia ndugu yake wa kuitwa Eric, alikuwa shafariki. Moja kwa moja anakimbia kwenda kumwangalia Astrid alipo, anakuta hayupo. Anaenda kujificha upande wa pili, anamuona akiwa kwenye gari anaondoka. Alichokifanya, alikimbia na kwenda kupanda nyuma ya gari kuelekea wanapoelekea wale wazungu. Alienda mpaka kwenye makontena. Walipofika kwenye makontena, walishuka wakamwingiza kwenye kontena moja. Kuna mabinti wengi wa kutosha, inaonekana jamaa ni mfanyabiashara haramu za wasichana. Yuda alikuwa shafika pale. Sasa kinachofuata hapo ni kichapo, inabidi amwokoe Astrid, kwa hiyo hawezi kuwaacha hata kidogo. Aliwachapa kisha akapanda juu ya kontena moja, akaanza kuwachapa kule juu. Huyu mwamba ni noma. Mwamba alikuja kutafuta kazi, lakini kazi aliyoipata ni kumlinda Astrid na kuwachapa watu wabaya wanaotaka kumwonea Astrid na ndugu yake Adit. Alikuwa anawachapa sana mwamba, aliwachapa sana. Wale wazungu walikuwa wamekaa pembeni. Hawa ni mapartner wa biashara na wanaweza kupigana vizuri kabisa. Kwa hiyo sasa, baada ya kumaliza wale, kilichofuata ni Yuda na hawa wazungu. Kichapo kikaanza. Ilikuwa noma sababu Yuda alikuwa peke yake, walikuwa wanamchangia, huyu wanapiga huku, huyu anapiga huku, lakini Yuda ni noma, hakopeshi. Yeye anachokitaka ni usalama wa Astrid. Hata kama akimpiga kiasi gani, lakini lazima wamwachie Astrid. Wakishamwachia Astrid, yeye hatakuwa na shida nao tena. Hawa wazungu wamekeza hela kwa wale wanawake, kwa hiyo hawezi kukubali Yuda awachukue kirahisi. Zile ni pesa zao. Kwa hiyo kichapo kiliendelea, wanachapana, lakini Yuda anaonekana kuwazidia, japo bado hapo, lakini Yuda ni noma, anawachapa mtu na ndugu yake. Walichapana wote wakawa hoi. Wakakuwa hoi, walisimama tena kwanza kuchapana. Wale wazungu wakachukua silaha na kuanza kumchapa Yuda. Yuda alianza kukimbia, lakini hakutaka kuwakimbia, aliwachapa hivyo hivyo. Chapa, amna kuogopa mtu, aliwachapa. Yuda alivamiza ule mlango wa kontena, akawa amemsababishia kumchoma na kitu chenye ncha kali yule mzungu mmoja. Mzungu ndugu yake alimuona akiwa anakufa, alikasirika na kusogea kwa Yuda, alianza kumpiga kama mpira. Kwa hasira, ndugu yake kafa kwa sababu ya huyo Yuda alimpiga, lakini Yuda alipoona kuwa anakaribia kufa sasa, na yule mzungu akizidi kutamba na kumwambia kuwa hawa wanawake wote naenda kuwauza na wewe utafanya kitu chochote. Alichokifanya, alianza kumpiga yule kwenye pua, piga kwenye macho. Yule mzungu akamwachia, kisha akaanza kumpiga tena vizuri kabisa. Yule mzungu akawa amezidiwa na kulala. Yuda alifungua ile geti na wale wasichana wakaanza kutoka mmoja baada ya mwingine, maana walikuwa wameokolewa. Sasa alibaki Astrid peke yake akiwa amekata tamaa, lakini baada ya kumwona Yuda alifurahi na kutabasamu. Alisimama na kwenda kumkumbatia, lakini ghafla anatokea yule mzungu anamchoma kitu chenye ncha kali Yuda. Yuda alimpiga pale na kumuua yule mzungu, lakini alikuwa na hali mbaya sana, asingeweza kufika sehemu yoyote. Yuda anakufa mikononi mwa Astrid, na kabla ya kufa alimwambia Astrid kuwa nataka uende nyumbani kwetu ukaishi huko, kuna mama yangu na kaka yangu, nakupa hapa chini, ukifika muoneshe mama yangu, lazima atakutambua tu. Yuda anakufa. Kile kitu kilimuuma sana mlembo wa kuitwa Astrid, lakini hakuwa na jinsi. Alienda kwa mdogo wake, alifika akamwambia kilichotokea kwa Yuda. Wote walikosa raha, maana Yuda alikuwa msaada wao mkubwa, lakini alikuwa shapa njia ya kufanya ili waendelee kuishi. Kwa hiyo walitoka wakaenda mpaka kijijini kwao Yuda. Astrid alianza kuishi yale maisha kijijini ya kwenda shambani, huku Aditi akiwa anasoma. Mama yake Yuda alimkumbuka Yuda kila muda na alikuwa na manjozi sana, lakini hakuwa na jinsi tena, kashafariki, na alikuwa anamfananisha Yuda na dogo wa kuitwa Aditi. History inaishia hapo. Kama umependa story hii, naomba tafadhali usubscribe, ulike, usisahau kuweka komenti yako. Asante, karibu tena.